Ya leo jamii, tunataka kusema kwamba wakati tunatoka hapa tukaenda kuchukua mwenzetu, Yesu Kristo ako na sisi. John 14 verse 1 inasema, do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. Nataka kuomba kwamba wakati tunaomba roho zetu zisikangaike. We believe in the Lord who is now going to take the step of everything. Bwana asifiwe sana. Sasa Yesu Kristo anaambia wanafunzi wake, do not let your hearts be troubled. Family, I want to let us know that there is still God that is saying that we need to believe in him. Bwana asifiwe sana. So tunaomba safari mzuri, tunaomba amani ya Mwenyezi Mungu as we set off, and let nothing disturb our spirit. Bwana asifiwe sana. Wacha tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wakati tunatoka kwa nyumba ya mpendo wetu na kwenda kuleta mifupa zake, tunakumbuka wakati Waisraeli walienda kuchukua mifupa za Yusufu. Bwana, tunakumbuka inamaanisha mifupa za mwenzetu lazima zirudi kwake. Ndio kwa maana tunaenda kuchukua hizo mifupa za ndugu yetu Staka. Na Yesu Kristo umesema ya kwamba tukasifadhaike mioyo zetu, lakini tuamini wewe. Natia imani ya jamii kwako. Natia hali zao, wasiwasi zote naweka kwako. Ya kwamba Bwana unaenda kutuzingira na Bwana unaweza kuwa Bwana katikati yetu. Naomba ya kwamba damu yako ikatoshe sasa. Wakati tunatoka hapa hakuna mwiniko yote utainuka sasa. Katika jina la Yesu Kristo. Bwana tufunike na Bwana tulinde. Tawala ili boma, tawala kila kitu. Hata wakati tunatoka hakuna kibaya kitatendeka kinyume na hili boma. Katika hali yote, katika jina la Yesu Kristo. Tunamkemea mharibifu katika jina la Yesu Kristo, hata inuka katika njia yote, hata katika mawazo, hata katika mipango. Wewe unachukua nafasi, kwa maana neno lako linasema tusikasifadhaike mioyoni. Tunaweka imani yako kwako, katika jina la Yesu Kristo tunaamini tunapoomba. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Simama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa kitu. Unlaza penye majani mabichi, unongoza kwa maji matulivu. Unihuisha nafsi yangu, unongoza kwa njia za haki,
gongo lako na fimbo yako, gongo lako na fimbo yako vinanifariji mimi, vinanifariji mimi. waandaa meza mbele yangu, waandaa meza mbele yangu, machoni pa watesi wangu, machoni pa watesi wangu. Hakika wema nazo fadhili zitanifuata mimi, nitakaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. hakika wema nazo fadhili mimi fuata mimi. nitakaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Mimi nitakaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. mimi nitakaa nyumbani. Wewe ni Mungu ambaye unatuwezesha umbali huu. Baba, tunatangaza amani, tunatangaza kufunikwa na damu yako, utulivu wa Roho Mtakatifu ukaweze kushuka kwa kila mmoja. Tunapotazama mwili Yesu, tunaomba Bwana Roho Mtakatifu atuongoze. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu nimeomba na hata kuamini. Amen. Kwa hivyo kwaya mko hapa? Songesha mbele kidogo. Iko sawa. Jipeleke hapo, niweka hapo. Siende ndani, siende ndani. Haya hapo. Bolpu. Ini depan nombor dia.
milele. Tuonane bandarini kule. Tuonane milele. Tuonane bandarini kule. Maamuzi ya Mungu ni magumu kupokea, hili nalo ni gumu japo tumelipokea, lakini hata hivyo utabaki kuwa Mungu, utabaki kuwa Mungu. Ni wewe mwenyewe Mungu uliyeumba ukaruhusu watu toke, mpendo wetu. Bwana, jina lako litukuzwe, libarikiwe milele milele. Twakushukuru kwa yote Bwana. Umekuwa mfano bora, mazuri umeyafanya, dira umetuonyesha, yako machozi yatiririka. Tujikaze, hii ni njia kila moja. Tuonane milele. Tuonane bandarini kule. Tuonane milele. Haleluya. Tuonane bandarini kule. Kifo popote tulipo kipo, tumombe Mungu atulinde. Hakuna ajuae muda na saa ya kuondoka, tuliobaki tujilinde, tujitakase, tujitengeneze. Taifa linakulilia, kanisa linakulilia, familia inaomboleza. Henda vita umeimaliza, simanzi zimetawa, umelala kama utamka. Hivi ni kweli umeondoka, umetuacha? Kama machozi yangeweza kukuamsha, leo ungeamka shujaa. Kweli tutaona na Mungu akiona. Yerusalemu ya Baba, tuonane nyumbani milele Baba. Tuonane bandarini kule. Tuonane milele kwa Baba Mungu. Tuonane bandarini kule. Uko nyumbani Yerusalemu milele. Yesu wetu anapotoka. Tuonane bandarini kule.
Bwana, uniachi, uniachi. Umeahidi Bwana, uniachi. Hadi mwisho wa dahari ulisema uniachi. Ni salama mikononi mwako Bwana, siku zote. Hatutatosha wote tafadhali. Basi tunauliza utulivu wakati huu ambapo tunataka kusikia neno ambalo litatusaidia. Kwa hivyo nahitaji ututulie tusikie neno tunapoanza, tunapofanya lolote, tukaweze kuelewa ya kwamba tuko katika mikono za Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wacha tusikie neno, hatimaye tutaomba na tutawaruhusu kuweza kuview the body, alafu tuendelee hivyo hivyo. Timotheo wa pili 4:7. Nimevipiga vita vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Kwa hivyo neno linasema ya kwamba ndugu wetu amepigana vita. Katika maisha ya kawaida alikuwa anapigana vita, na katika hiyo hali ya vita kuna changamoto mingi aliweza kupitia, na Biblia inasema ya kwamba ameshamaliza vita. Kwa hivyo imani ameilinda.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo imani ambayo ameilinda, amenyamaza nayo, ameenda kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kila mmoja wetu katika hali ambayo tunaipitia, tunapigana vita, yafaa ujitazame ukaweze kujichunguza wewe kama kibinafsi, vita ambavyo unapigana, hali ambayo unaipitia, imani yako umeilinda? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo yafaa tukaweze kulinda imani yetu. Ndugu wetu amepigana vita, amefika mahali sasa, imani ambayo amelinda ameenda nayo. Bwana Yesu asifiwe. Je, wewe na mimi yafaa tukaweze kupigana hizi vita na tulinde imani. Bwana Yesu asifiwe. Imani yako ulinde, jinsi vile ndugu yetu ameweza kupigana vita, na sasa imefika wakati wa imani, kuwa na imani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Kwa hivyo tunataka kuomba. Pastor Wiki ataomba, na akishamaliza tutaweza kutoa mwili nje, kila mmoja wetu akaweze kutazama. Na ombi letu ni kwamba wakati tunaendeleza haya matanga ya brother wetu, tuwe na amani, tuwe na utulivu, tuwe na ile hali ambayo tunajua ya kwamba hata sisi ni njia ambayo tunaelekea. Bwana Yesu asifiwe. Usiwe extraordinary ukaweze kuvunja vitu, ufanye mambo yale ambayo hasi ya kawaida. Omba na Mungu akuelekeze. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunahitaji Roho Mtakatifu, tunahitaji damu ya Yesu Kristo, tunahitaji utulivu wa mioyo. Ndio tumepoteza, ndio tumeona sasa tumeachana, lakini hatujawachana vile, tutaonana wakati wa kiyama. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa sababu imani ukilinda, tutakutana na ndugu wetu. Haleluya. So pasa utaomba. Tuamini na tuombe. Baba wetu wa mbinguni, tunakushukuru siku ya leo. Asante kwa maana Mungu umetuwezesha kufika mahali hapa. Baba, nakushukuru hata tunapoomboleza Mwenyezi Mungu, hata mwili wa ndugu yetu, mwili wa baba yetu, mfalme wa ajabu. Asante kwa neno lako, tukasema Paulo akasema amevipiga vita vizuri, imani ameilinda na mwendo amemaliza. Mungu, tunaomba ya kwamba katika hali hii tunakabidhi kila kitu mikononi mwako. Asante kwa familia ya ndugu yetu, tunamkabidhi mikononi mwako. Hata tunapoomboleza Mwenyezi Mungu, tunaomba ya kwamba achilia faraja ya kutosha katika mioyo yetu, achilia faraja ya kutosha katika familia hii, mfalme wa ajabu. Naomba ya kwamba Mungu unaachilia utulivu. Natangaza damu ya Yesu Kristo katika boma hili, mfalme wa ajabu. Katika mipangilio hii yote ya matanga, Mwenyezi Mungu tunaikabidhi mikononi mwako, tukitangaza uwepo wako unakuwa pamoja nasi. Maroho ya kuleta confusion tunaikataa katika jina la Yesu Kristo. Kila maroho ya kuchanganyikiwa hapa na hapa na kusumbuana na kuleta vita, tunaikomesha na kuisimamisha katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba utulivu katika boma hili, tunaomba utulivu katika matanga haya, tunaomba utulivu katika sherehe hii ya mwisho ya kusindikiza hata baba yetu. Uimideni kwa kwa mdogo maana unastahili. Watoto wetu na dada zetu wako mikononi mwako, unawapea faraja ya kutosha. Asante kwa maana wewe ni Mungu. Katika jina la Yesu Kristo tumeweza kuomba na kuamini. Just
Kibiri. Nani? Bora cross Kibiri. Let's go.